tulichagua, the main reason why tulichagua yes. that time is because that time, you know, we were facing a lot of challenges because of President Uhuru. He was actually in power then. Na alikuwa anatulima sana. We wanted an insider and a person who had worked with him before to challenge him. Yes. When Rigiji used to say amekuwa PA wa Uhuru, you know, whatever he said, wananchi walikuwa wanaamini because you know, kuna notion watu wanasema sijui Rigiji alikuja na do. That's a lie. Me, I can tell you, you know, you should take my word. He really contributed a lot. Apana, not finances. He contributed on attacking Uhuru Kenyatta. And that time, that's what we needed. Mtu mwenye anaweza face Uhuru Kenyatta kwambia wacha mchezo. Na hakuna vile tungetumia mtu mwingine because na tulikuwa tunatafuta mtu kutoka Kikuyu Nation. Mwenye anaweza simama ani Uhuru wacha kutuchezea. That time. Na hatukujua along the way. Okay, honestly tulifikiria because we've really for the past 2 years we've really worked on regard this character. We've told him to be to stop being tribal. We've told him to be national. Yes. We've told him to engage people nationally, to meet every tribe, to talk about Kenya. So ndio ifikie mahali tumefikia, mse tumejaribu. Sisi mchezo. Ni vile aski. Yeye unafikiria kwamba Kenya ni ya tribe moja tu na si tribe ni ya village moja mahali yeye anatoka. Hata asaidii watu wa kwao. Unajisikia ndio nitangulia kuambia hapa viko ofisi yake ni familia peke yake. Ndiko kwa hiyo ofisi yake. Kukuza wakikuyu kutoka kwa ofisi. What I say maybe one thing, Mr. Osoro. Another thing mna complain atazia akona hoteli mingi sana yenye amejaribu kuzinunua. Hapana, you should be asking me kwa nini tuna complain. Wacha nikueleze sasa. No, wacha nikusaidie. Yes. Kuna kuangana confidential, kuna kitu inaitwa confidential votes kwa office of the presidency. Ile pesa yenyewe president ama deputy wanatumia kuzunguka inakuwa budgeted. Yes. Rigiji aliwekewa anakuangana budget yake ya kumanage to kuzunguka country, aenda akiongelesha watu all over the world, all over the country. Pesa yake ni 700 million a year. Local na foreign. Yes. Both. He can actually use it for foreign and local. Na ndio ya kulipa wafanyikazi. Yes. Ndio ya kusort movement yake akizunguka national kuuza maneno ya serikali. Ndio ya kufanya every project ya serikali. Yani ni budget ya presidency. So Rigiji mwenyewe akona 700 million. So for the past 2 years ya pesa yenye alipata ya 700 million alienda aka withdraw in cash. Hiyo 700 million pesa yote. What the guy did, alienda Central Bank aka insist apewe hiyo do. Akaenda akanunua the Ark Hotel. Akaenda akanunua Outspan Hotel. Akaenda akanunua Green Hills Hotel. Na zote ziko Mount Kenya. Kwanza Green Hills na Outspan ziko Nyeri. You can imagine. So, na hizo do zina make kazi yake ni gani? Ni ya kulipa team yake ya security, kulipa media, kuenda Western, kuenda Kisii, kuenda wapi for the whole year. So what he did, he went and withdrew this money na akaenda kanunua those 3 hotels. So number 1, hasaidi serikali kuuza project za serikali. Number 2, inamaanisha kwamba asharad broke from the confidential vote. So hana do, anaweza kuja Turkana, anaweza enda kwa kina Mohano this time. Hana do, hizo do zishaisha. You know? So you know there are so many things that you guys do. Hana do. So he can only hover around Kiambu County. Ama aende je because hapo uhitaji do. Ama Nairobi. Juu hauhitaji do. Hana do. Hiyo confidential
confidential vote anafaa kulipa ndege yenye inaweza mtoa Nairobi hadi Northeastern. Alipe ndege, na unajua akilipa ndege lazima alipe security team yake ipate per diem. So already ashakula per diem ya maskini. Ile allowances maskini wanafaa, wala staff wake wanafaa kulipwa akitembea, PA, bodyguards na timu yake yote. Hizo video zao zake, lakini alizichukua live for 2 years. The first year alichukua cash, the second year alichukua cash. Akanunua hoteli 3. Aya, brother yake alidae, alikuwa governor Nyeri. Badala agaidi watoi wake vile watafanya succession ya property zake, hiyo do aliitumia kununua hoteli moja ya Lavington, ile restaurant moja ya akadisinherit watoto wa brother yake. Morality, tuongee achana na story ya siasa, tuongee tu story ya morality. Like this is your brother. This is your brother. Watoi wake wamebaki mayatima. Mheshimiwa. You want to inherit them by force. Mheshimiwa Soro. Hatutakubali ingie kwa hiyo ground yake ya morality. Tunataka tuone ground zenye tutamuimpeach nazo. Mambo ya kahawa, hiyo mambo yenye umezungumzia, hiyo ndio yenye ametumia. Hizo ndio vitu ambazo zinaenda kutumika ground for impeachment. Mheshimiwa, hata mimi wacha nichangie kidogo. Honorable Ahmed na Sheikh kidogo tu tuzungumze na Soro. Mheshimiwa Soro atuelezee what will happen next before to a chance. Mheshimiwa Soro. Now this is the challenge we are facing, because we are in a situation where we have a president that is not national. Angalia hivi na siko ubaya, the Kikuyu nation wamepata viti ngapi kwa hii serikali? From deputy president to the ministers to the PSS alisimama. In fact kiti ilikuwa ikuja kaunti yangu ya Kisii, the guy said wa Kisii walileta kura ngapi, washapewa chifu, kuna viti zingine tukanyanganywa that night. Nilikuwa nimeenda kwa radio nikitangaza tutapewa 2, tukanyanganywa that night, zikaenda wakagawana kutoka from Mount Kenya region, which is okay. Now you have all those seats, then you have the control of half of the government. To be very honest, why would you even be complaining? Ukuje ndani ya bunge, kuna chairman committees, tunakuanga na viti kama 26 very special committees. Chairman wa budget ni Mount Kenya, chairman wa finance ni Mount Kenya, chairman wa trade ni Mount Kenya, chairman wa constitution implementation ni Mount Kenya. Main committees, mimi niliambiwa kama chief nilipeana Mount Kenya hizo viti zote zikaenda. Hizi kabila zingine zikabaki, hizi zote that you know of, zote watu wanaambiwa wewe kuwa vice chair, Mulima ilitupea kura. Rigiji in any of his meetings hakosange tu kuzungumza tu juu ya Nyeri. Everything he speaks is not even about Kiambu, is not even about Murang'a, is not even about Kirinyaga. It is about Nyeri, and it's not actually about Nyeri. It's about Madera, and it's not actually about Madera. It's about his ward. Sasa honestly, jeshi ya Kenya, the commander in chief, the general of Kenya Defense Forces anatoka Madera na anatoka kijiji ya Rigiji. Kanyi, who is now the police commander, ama commissioner wa police, ama inspector general, the term that we use, anatoka kwa kijiji ya Rigiji. What else does Rigiji want? Ni nini hiyo ingine yenye tunafaa kupeana yenye hatujapeana? Wakenya wengine, especially issue yake na Wasomali ni gani? Especially watu wa Northeastern. Why that every day akiona mtu mwenye kutoka Northeastern, ikuwe Duale, ikuwe nani, wanafaa kutoka? Shida yake
gani kwa hao watu? Wamekosea nini? When we tell you guys this is what we are facing, nyinyi hapo Mheshimiwa, the first round ya kumimpeach ni tribal. Amos utupatie nafasi pia tuchangie Mheshimiwa. Ni selfishness, not necessarily ni being selfish. Na by the way hasaidi wa Kikuyu. Anataka kutumia wa Kikuyu kujisaidia mwenyewe. Mheshimiwa, tunaomba tusikie pia. Asante bwana Amos. Amos, mimi kitu cha kwanza ningependa kusema Rigiji ni deputy president na anafaa kumheshimu kiongozi wake ambaye ni the president. Na sisi kama katika sisi Waislamu tunaambiwa kiongozi lazima heshimiwe. Hata akuwe ni aina gani lazima heshimiwe. So no matter what, lazima rais heshimiwe. President, deputy president sasa anajitokeza na wale watu wake vibaraka kama sasa ule Wariguru kupiga mdomo. Mheshimiwa Osoro, Hiyo kiti wacha nimjibu kwanza, nimwambie hiyo kiti ni ya Mlima for now. Kama alikitia taenda itabidi tutafute Mlima. thank you. Unajua wengine wanaogopa. That I agree. Mheshimiwa Osoro, have in mind before tumalize hii live yetu, naona watu wanaulizia mambo ya Jomo Kenyatta International Airport. Hiyo swali utajibu baadaye si saa hizi. Ni wajibu sasa hapa, unaona aje? Jibu baadaye, waje tupepe nafasi ya wenye wakopa John waongee wasungumze. Ajioka zungumza, alafu utajibu hilo swali baadaye. Okay. Yes, asante sana Mheshimiwa, na kusalimu tena. Mimi nimefurahia sana by the way kuingia hii live. Nimesalimika Yoka. Yes, sasa by the way mimi serikali ya Kenya kwanza mimi ndio nilikuwa napenda zaidi. Kwanza mtu angeongea Ruto vibaya nini, yani nilikuwa mimi ni mzee napenda hii serikali na kulingana na vile ngani mambo yao, lakini sasa huyu deputy wetu sasa na by the way tulikuwa na doubt ile wakati alichaguliwa. Tulikuwa na doubt sana ile wakati alichaguliwa. Huyu mzee atasaidia jamaa kweli, watasaidiana aje? Lakini tukasema wacha tu kwanza tupige kura tuone vile kutaenda. Unajua tunaweza dharau mtu tupate yeye ndio pia atasaidia rais vizuri. Sasa unajua hii serikali tumeona okay sisi ni wadogo tumezaliwa juzi, lakini kulingana na vile tumepata hii serikali ikienda tumeona hapa nyuma vile walikuwa kwa serikali vile kulienda, na wewe mzee unajua Raila pia ni mzee wa serikali, ni mzee wa siasa sana. Tuliona vile kulienda. Okay, tulisikia hapo vile walikuwa na Moi hivyo wakakuja na Kibaki. Tena ndio hao wakakuja na Uhuru. Sasa pia hii ya Ruto si ilikuwa ni kitu yani ilikuja kama surprise, ni kitu tulikuwa tunajua itafanyika. So Raila pia ni Mkenya na watu wa Nyanza pia sisi ni Wakenya. Unajua hata kama ingawa tuko wachache kutoka huko, lakini pia sisi ni Wakenya, unaona? So mzee akaingia kwa serikali. Wameongea na Ruto vile wameongea na kuna wale sasa na kitu niko sure wao kuongea tu na Ruto peke yake, waliongea na wale pia walikuwa karibu na Ruto kama nyinyi. Sasa mkaongea mkasikizana, okay tufanye hivi, tuchukue wale watu wenu pale tuweke hapo kwa serikali tusaidiane tufanye kazi pamoja. Sasa mimi naona tena David President anarudi hapa kutuambia tena sijui hii serikali ya shareholders sijui nini. Sasa nashinda tena ma shareholders tena wapi? Sasa na mimi najiuliza na wale okay kama sisi wa Kisii sasa kuna kura sasa tulipiga Azimio. Kama hii serikali ni ya shareholders na hao watu kutoka Nyanza hatukupiga kura hapa. Okay, tutaenda kuwa aje shareholders yuko na hatukupiga kura ni ile kura yao wanasema okay tulipiga zikatoshana. Tulipiga kura fulani sasa kama hao watu wa Kenya. Okay tukasema okay acha tumoje tuone vile kutaenda. Ndio hivyo Wakikuyu hatukatai, Wakikuyu walipiga kura kwa wingi kwa jamaa William. Na sasa kwa Wakikuyu kupiga kura haijalishi. Unajua Ruto ni rais wa Kenya yote. Hata Biden namuonaga hata akienda kwao Ruto akienda kwao sasa hivi ukiangalia yeye ni president hata kuongea lugha ya mama ni noma. Yaani ni labda ongea tu akimalizia tu asalimia watu akiwaambia tu siji kwa yeye.
Lakini huyu jamaa utasikia tu hapa anaongea tu Kiswahili, utafuatilia hata kama ni live yake ukiwa Facebook kama WhatsApp au YouTube. Utafuatilia tu jamaa uone tu akiongea speech yake yote. Ataongea tu Kiswahili ama Kizungu. Sasa na unaona ikijia kienda kama ni kwao ama hapa Nairobi. Sasa tuseme hapa Nairobi, unajua kabila ziko hapa ni mingi, kila kabila iko hapa. Jamaa unapata mko hapa, si tumepata ndio huyo hapa hapa anaongelesha watu. Bado usikize kile anatuambia. Anaanza kuongea Kikuyu peke yake. Wengine hata atashikanisha. Sasa tunashindwa kuelewa. Tunaona tu watu wanashangilia, wale wanaelewa. Tunashindwa mzee anamaanisha nini. Bana kama hiyo impeachment itapita. Mkichagua yule mtu Osoro mtachagua. Jue si nyinyi ndio mnatuwakilisha. Yule mtu mtachagua. Make sure ni mzee mwenye ataenda kuelewana na rais. Wafanye kazi pamoja. Juu sasa kama hiyo story itaendelea hivyo, hatuwezi kubali tena. Unajua tumeona vile hapa nyuma vile Ruto walikuwa wanasumbuana na Uhuru. Vile maisha imeenda. Tumeshinda tukiambiwa huyu ndiye anaipa pesa siji ni. Okay, thank you Ayoka. Na wale ambao mko na maoni, kama utaweza kupata nafasi ya kupandishwa, of course unaweza andika hapo chini, tutasoma na mheshimiwa ako hapa ataweza kujibu maswali yenu. Anaitwa Delafan ya Taike. Nafasi ni nani Asuga Chanza Amos. Kila mtu atapata nafasi. Wacha nianze kusalamia mheshimiwa Osoro rafiki yangu. Alfat comrade, tulisoma na huyu jamaa bwana. Huyu jamaa tulisoma na yeye pamoja. Yes. Mheshimiwa. Maoni yangu ni machache na naanza na kusema kwamba the president is actually really trying. Amefanya bidii sana, but the thing that failed ni communication team yake. It has not been able to package information outside here, watu waelewe what really the president is doing ama what he has been able to achieve. Wameallow Kenyans to buy into a lot of propaganda that even when we have a good idea ama when we have a good proposal from government, inapigwa vita online before even we know it, imeangushwa. Kama Adani, hiyo ndio nataka nieleze. Kama hii mambo ya airport, it's a good idea. I've been here on TikTok nikitembea sasa ndio watu wameanza kurealize, hey, wait first, ile mambo ya finance bill, it was a good idea. Unapata watu wanapiga vita because of the information they depend on what they get on the internet. So You're right. William must work very hard to make sure that amepata a good team to package his proposals to mwananchi. Number 2, Rigijie mnafuata muimpeach like yesterday because hakuna kitu yanasaidia rais. Sasa kuna mtu kama saizi wakati president anapigwa kuna stress, if we are not being able to do anything but it can be yes. Unachekesha. Unajua tunacheka hiyo point kwanza hiyo. Proceed. Amos, ambia Dalfa ataendelea bwana. Ni kama yuko na sisi. Senator Asuga, tafadhali tusalimie na at least maybe 2 minutes. Kuna maswali yako huko chini mheshimiwa ako na nafasi ya kuyajibu. Asante sana kwa nafasi na I really like the conversation konayo. And I want to appreciate Osoro kwa kukuja TikTok, but equally kumkumbusha TikTok ndio hii yani yetu. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Now I really don't want to go against most of us since ni kama wote tunataka Rigijie ile nyumbani. But sometimes it's good to be a bit factual wakati tunamulika Rigijie na kusema tunataka ile nyumbani mapema. As much as we term him a tribalist, we all understand in politics and Osoro will converse he's good and smart in this, especially within our Kisii region. That first you start with your people, you associate with your people, you run with your people. What Rigijie is doing, is trying to do with the Mulima people, ni kuambia ni mimi ninaweza kuwatetea. Na anajaribu sana kujiassociate na watu wake.
I remember Osoro one time saying, Monda Sita Yaguchia, and some shit happened. Let us not be shocked. Wakati tutapata Osoro is playing cards with us here, yet he knows very well Raila asipopita kule bado atarudi nyumbani. One thing we could wish to say, Osoro, let our politics always be neutral, and equally let's try to bring our people together. Tusifanye ile siasa ambayo inaweza kufanya Kenya namba nyingine tena igawanyike. Asanteni. Okay, thank you. Sami ndimu ngare salimia mheshimiwa, ni rafiki yako, najua hiyo maneno. Msalimia hapa, najua mambo ya siasa utaongea sana, lakini utatusalimia tu. Ya Sami ya nakia ange norega ndega ya I'm happy to be here, but first I will not talk about politics. Osoro knows my position in this government, yes. So I wouldn't want to talk about politics. I just want ni askari wa serikali hawezi zungumza siasa sana. Yeah, but I just want to encourage, mostly I want to encourage people from my area, because we are losing it, not in terms of politics, but in terms of, I'll just talk about sports kidogo. Today, mashabiki wa Sabana wametukosea kidogo kwa kuharibu viti pale mahali uwanja ilikuwa. You know, no matter how the referee anachezesha game, tusikue emotional too much mpaka tunaanza kuharibu viti. You are breaking, we can't hear you. Ama Amos unamsikia? Namsikiza kwa sawa, kwa loud. Okay, unanisikia? Now this message goes to my people. Soro, can you hear me? Mheshimiwa, can you hear me? Una break, you need to mheshimiwa, una break sana. Mwesh tafuta wifi ya Safaricom. Tafuta wifi iko strong. Starlink. I hope so. Yangu ni Starlink. Okay. I hope kila mtu ananisikia. This is a message I was passing to my fellow youths in Kisii. Kuna mahali tunakimbia na emotions. Kuna mahali tunaangukiwa na emotions na tuna act kiujinga without knowing the consequences that will follow later. I've seen so many cases